Siku ya leo nataka kufanya mazungumzo na watu wa bodaboda ama wahudumu wa bodaboda. Kumekuwa na mvutano kati ya wanaohudumu bodaboda na au wana bodaboda ambao wanaendesha hizi pikipiki katika maeneo mengi humu nchini tangu zilipokuja katika nchi yetu ya Kenya. Kumekuwa kama ni mwenendo mmoja ama tabia moja ambao hawa wana bodaboda wanakuwa nayo katika kila eneo. Tusibague miaka, kwa sababu wale wote ni kama wamezaliwa, wanasema ni kama wamezaliwa na mama mmoja. Tuseme kwa mfano kwa barabara, makosa ambayo huwa wanafanya wakati mwingi ni wakati ambao wanatumia barabara kupita mkono si wao, yaani njia ya gari ndio wanapitia, na wanaweza fanya ajali kila wakati ambao wanahudumu. Na kile ambacho kinahuzunisha ama kinakasirisha zaidi ni kufanya ajali ama kung'oa kioo cha mwenyewe, na kisha baadaye wao, kwa sababu gari haiwezi toka kwa barabara iende kuwakimbisha, huwa wanakimbisha wakienda kabisa. Lakini makosa, wewe ufanye makosa ugonge pikipiki yake, watakuja kama siafu, watake kuchoma gari yako, watake kuharibu gari yako, ili hali mwenye aliharibu gari yako akitoroka hawezi mtoa. Hiyo ndiyo tunasema ni tabia mbaya. Lakini wakati mwingine pia huwa ni watu ambao wanarahisisha usafiri katika maeneo madogo madogo. Hivyo tusiwapige viboko sana, kwa sababu mgala muwe na haki yake umpe. Tabia ambazo pia tunafaa kuzikemea katika hii huduma ya bodaboda ni mdomo wao. Huwa wanatoa maneno ya ovyo, yani machafu machafu, awe mzee, awe kijana, awe mtoto wa shule. Sijui ni kwa sababu ya kiwango cha huduma ambao wamekuwa wakitumia, ama viwango ambavyo msingi wa kujua kuendesha bodaboda hauko timamu vizuri hivi, ndio maana kila mtu akiingia pale anaingia na kienyeji yake. So that is why wao wanaendeleza maneno yao hayana ule utu, yani na heshima ambao wanaweza tumia kila mahali. Lakini tukisha sema hivyo, kuna wale watu wasumbufu ambao wanatumia bodaboda. Either bodaboda amempandisha bodaboda yake kutoka kwa stage kwenda kwa stage nyingine na hawalipi pesa. Hiyo pia ni tabia mbaya kwa watu ambao wanahudumu katika yani kupandishwa bodaboda. Labda ukimwambia mwana bodaboda, kwa sababu ni binadamu, ukimwambia kutoka chini kwamba nisaidie nipeleke mahali fulani, ama ni mtu ambao unajua, itakuwa vizuri sana. Lakini kupeleka mtu wa bodaboda safari ndefu na alafu mwambie hauna pesa, na yeye pia ameenda kutafutia watoto wake, hiyo pia ni tabia mbaya. Kitu ambacho tunafaa kukifanya sisi kama binadamu sasa, tupatiane sheria za kuelewana kwa barabara. Tufanye usafi, wacha punguza mdomo ya kutusitusi na kuongea maneno ambayo ni machafu. Na pia wewe mwana bodaboda, chunga laini yako ya kutembea, wacha kutokea hapa kupitia hapa mto mpaka unapata watu wa gari wanatusiana na hao. Kwa hivyo katika mkusanyiko huo naona ni kwamba heshima katika vipenge vyote viwili itakuwa mzuri, kila mmoja akilinda mkono wake na mkondo wake, ili kwamba biashara ya hudumu wa bodaboda katika Kenya itakuwa na ufanisi. Jina langu ni Gilbert Kobi, enda hapo chini piga a click ama uview, pia usubscribe, utakuwa mzuri sana kwako. Asante.